ameiamrisha ibada ya hija, na moja katika nguzo tano za Uislamu. Bunia al-Islamu ala khams wa dhakara minha hijjul bait. Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano, na ikatajwa moja katika nguzo tano hiyo ni hijjul bait, ni kwenda kuhiji katika nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Lakini ikumbukwe imewekwa sharti, ambayo sharti hiyo kama utakuwa hujaweza kuifikia, basi wewe utakuwa sio wajibu kwenda kutekeleza ibada hiyo ya hija. Ni ipi? Man istataa ilaihi sabila, kwa yule ambaye mwenye uwezo wa kumiliki gharama za kufika huko na kurejea, mwenye uwezo wa kuwa na afya njema, lakini pia mwenye uwezo wa kufika huko pasina vikwazo vya aina yoyote. Kama patatokea na vikwazo, basi hiyo ni adharuratu tubihu almahdhurat. Kwa hiyo nyakati hizi tulizokuwa nazo ni nyakati za maandalizi kuelekea katika ibada ya hija. Walilahi alhamdu, wale ambao Allah mtukufu amewabariki, amewaruzuku, naona hivi sasa itakuwa ni tayari wameshakamilisha process zote ambazo zitakazoweza wao kuwawezesha kuelekea huko na kuweza kurejea, ikiwemo kutafuta mashirika au makampuni maalum ambayo yapo kwa ajili ya kusafirisha watu ili kwenda kutekeleza ibada hiyo ya hija. Lakini pia hivi sasa wapo mahujaji wanapata semina mbalimbali kuhusiana na namna gani ya utekelezaji wa ibada ya hija. Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala awatakabalie hija yao na ziwe ni hija almabrur, hija zenye kukubalika, kwani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hija iliyokuwa imehijiwa kwa ikhlas ma'anniya, ilikuwa imehijiwa ikiwa haina makando kando yoyote, basi hakuna malipo yoyote isiyokuwa ni pepo ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo basi tutumie fursa hii kumuomba Allah tabaraka wa taala awajalie watu wote wanaokwenda kutekeleza ibada ya hija waende kwa ikhlas ma'anniya, lakini pia Mwenyezi Mungu azitakabal ibada zao za hija, lakini pia waweze kutekeleza ibada hiyo kwa usalama na amani, na warejee wakiwa salama na amani. Ndugu zangu watukufu katika imani, ibada ya hija inahitaji gharama, ibada ya hija inahitaji muda, ibada ya hija inahitaji kujitolea. Wakati pale Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wasalam alipoambiwa atoe tangazo maalum, wa adhin fi nnasi bil hajj, atoe tangazo maalum kwa ajili ya hija, Ibrahim alishangaa kuona nitatoaje tangazo langu mimi na litawezaje kufika duniani kote alafu watu waitikie ibada hii ya hija, ile hali ikiwa sauti yangu haina uwezo wa kufika hata kilomita 200, lakini dunia ni kubwa, inakuwaje nitekeleze hili? Lakini Allah tabaraka wa taala akamwambia kwa yeye anatakiwa atekeleze ufikishaji. Allah mtukufu atawafikishia wote, na walilahi alhamdu. Ujumbe huu ukawa umefika tangu karne hiyo mpaka leo hii duniani kote, sehemu mbalimbali katika kila kona ya dunia tunaelekea sehemu hiyo kwenda kutekeleza ibada muhimu, ibada ya hija. Wa adhin fi nnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Aya hii Mwenyezi Mungu mtukufu anasema waite watu, watangazie watu katika hija, waje kwa ajili ya ibada ya hija. Watakujia wakiwa kwa miguu, watakujia wengine wakiwa kwa wanyama waliokonda, watakujia kutoka katika pande mbalimbali za dunia. Kwa nini? Kuja kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu watukufu katika imani, inatupasa tufahamu, tukumbuke kuwa ibada hii imewekwa kwa sharti kubwa ambalo la kuweza kufika, lakini itakuwa sio busara tena, atakuwa mtu huyu hajaelewa kabisa akasema sasa mimi natamani niende kuhiji, lakini kwa kuwa uwezo wangu haujafikia, basi nianze kutembeza bakuli kwa Wahindi au kwa Waarabu au kwa wafadhili mbalimbali, nitembeze bakuli, lengo makusudio waweze kunichangia wanisaidie niende kuhiji. Itakuwa bado hujaelewa lengo la hija. Au mtu akaamua kuanza kutafuta kukusanya mali kwa njia ya rushwa, kukusanya mali kwa njia ya dhulma, kwa njia ya ubadhirifu aina mbalimbali, ufisadi, lengo makusudio niende kuhiji. Mtu huyu
atakuwa bado hajaelewa hija, lakini pia hija yake atakayo kwenda kuhiji huko, hata kama atafanikiwa kwa njia ya dhulma, hija yake itakuwa sio hija, itakuwa amekwenda kupoteza muda wake na kurejea. Akirudi mimi na wewe, kwa sababu hatuwezi kujua alikusanyaje mali zake, tutamuita kuwa ni alhaji fulani bin fulani au hajjat fulani binti fulani, lakini kumbe makusudio au dhahiria na batinia ni mashariki na magharibi. Idha hajajta bimalin asluhu danasun fama hajajta walakin hajjatil iru la yakbalu Allahu illa tayyiban ma kullu man hajja baita Allahi mabruru au hijjatuhu mabruru. Kwa mshairi huyu anasema idha hajajta bimalin asluhu danasun, pindi utakapohiji kwa mali asili yake ni danas, asili yake ni rushwa, danas asili yake ni dhulma, danas asili yake ni ukabaji, danas asili yake ni wizi au jambazi. Fama hajaita walakin hajjatil ir, ujahiji isiyokuwa kilichohiji ni ir, kile kipando ambacho kimekuchukua na kukupeleka na kukurejesha, ndio hiko. Lakini sasa jiulize, kilichoamriwa kwenda kuhiji ni nini? Ni kipando au ni wewe? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tutafute mali kwa njia ya halali, tutafute mali kwa njia ya halali, alafu twende tukatekeleze ibada hii ya hija. Lakini pia mimi na wewe ambaye pengine kwa namna moja au nyingine hatujahudhuria kwa wakati huo, basi yapo masala mbalimbali ambayo tunatakiwa tuweze kuyafanya. Mwenyezi Mungu anasema walfajir walayalin ashir, anaapa kwa alfajir na masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa mfungo 3 ambayo tunakwenda kuyaendea hivi karibuni. Tunapoenda kuyaendea masiku hayo 10, basi ndani yake kuna vitu kadhaa wa kadhaa